Leo tunaenda kuangalizia ushuhuda kati ya maskini na tajiri, shuhuda wanazotoa makanisani. Ushuhuda wa ndoto, maono, ndoto wanazoota wakilala. Haya, mchungaji. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Amina. Haleluya. Amina. Kipindi hiki ni kipindi cha ushuhuda. Tunatamani watu waamke washitoe ushuhuda. Ni vitu gani wanakutana navyo kwenye maisha. Tajiri. Haleluya. Amina. Mimi kiusema za ukweli, wiki iliyopita nikiwa kwenye ndoto, niliota tuko wawili, mimi na mwenzangu Freddy pale. Tunatembea, tunapanga mipango ya kujenga gorofa. Na kwa asilimia kubwa maono ya mwanadamu huwa yanaanzia kwenye ndoto. Na mimi nilikuwa na ndoto ya kujenga gorofa. Kiusema za ukweli, niliota kabisa nimefanikiwa kujenga gorofa. Haleluya. Lakini pia nilikuwa na mpango wa kumzawadia pastor hapo, nitamzawadia gari. Ame mchungaji hapo anaambia. Ame. Utafikiri wamepewa gari wenyewe. Mchungaji ame. Haya sasa. Na imani nitatimiza hiyo ahadi, gari nitamnunulia pastor. Amina. Tajiri anakaa. Maskini sasa na yeye zamu yake ya kutoa ushuhuda ndoto zote. Haleluya, maskini kwanza. Haleluya. Amina. Jamani, wiki iliyopita niliota nafukuzwa na miskule watatu. Lakini pia niliota nimerudiana na mtu wangu wa zamani. Niliota ananinyonga, ananitesa. Haleluya. Amina. Lakini pia niliota nadumbukia kwenye kisima. Niliota watu wengi wamezingira, nimekufa. Kwa jamani, niombe jamani. Okay guys, nataka niongee na maskini leo. Hivi unajua kwa nini watu wengi wanaenda kanisani na wanamjua Mungu lakini hawafanikiwi? Kwa nini? Sasa hivi maskini wengi wapo makanisani. Sikilizeni niwaambie kwa makini. Watu wengi hawafanikiwi makanisani kwa sababu ya michanganyo. Watu wanafanya michanganyo makanisani. Mtu anaenda kanisani lakini mzinzi. Mtu anaenda kanisani lakini mwizi, tapeli, anatamaa. Mungu hawezi akampa utajiri mtu kama huyo. Mungu hawezi akampa mtu, anamuomba 10,000 anampa. Akishampa 10,000 anapotea, Jumapili 3 zote haonekani kanisani. Kwa sababu kapewa ile 10,000. Haya, leo linaenda linamuomba Mungu milioni 10. Hivi wewe Mungu akikupa milioni 10, si utamuomba kama mchungaji tu? Kwa hiyo ndio maana watu wengi wapo kanisani lakini wamepauka. Kingine kinachosababisha watu wengi wawe kanisani afu hawafanikiwi, hawatoi sadaka. Ni wajuaji. Wana ujuaji mwingi makanisani, hawatoi sadaka. Wanaona kama vile wanampa mchungaji. Akipata shilingi milioni 1, fungu la 10 hapo ni 100,000, lakini hatoi. Anaweza katoa hata 5,000 tu hapo. Kwa hiyo ndio maana watu hawafanikiwi. Na ili mtu ufanikiwe inatakiwa sadaka. Maana ya sadaka ni kama kafara. Watu wa kule upande wa pili ambao wapo gizani kule, watu wanaotoa kafara, wenzako hawana kinyongo kama wewe mwehu ambao unaenda kanisani, unaambiwa utoe sadaka, unakunja. Wachungaji wa sasa hivi wanapenda hela. Ujuaji mwingi, wanaona kama vile wanaibiwa. Ndio maana watu wapo makanisani lakini mavichwa tu yako hayafanikiwi kwa sababu ya ujuaji. Wanajikuta wajuaji sana. Kwenye upande wa pili kule wenzako wanatoa kafara hadi mtoto wake anamuua. Anatoa kafara ng'ombe 100 anaenda kuzitumbukiza baharini huko. Wewe unaambiwa utoe sadaka tu kwenye 10,000 umpe Mungu buku, unaona jao. Ndio maana watu wapo wengi makanisani lakini hawafanikiwi kwa sababu ya ujuaji na michanganyo. Mungu hawezi kumbariki mtu ambaye ana michanganyo kwa sababu anajua hiki kichwa nikikipa pesa, hiki kichwa nikikibariki kinaenda kuharibu zaidi ya hivi kilivyo. Kwa hiyo kaeni vizuri, mumtumikie Yesu vizuri, mwache michanganyo, acheni umalaya, acheni uhuni, acheni dhambi. Umesikia? Sio kwamba ukiokoka unaenda kuchota hela kwa Mungu unatoka. Mungu anayajua yaliyo mbele yako. Kuwa na msimamo.